Tujue mfumo wa manual transmission na mfilinge. Leo tunatoa ufafanuzi wa kina kabisa wa mfumo wa manual transmission, gearbox ya mkono, kuanzia kazi yake, jinsi inavyofanya kazi ndani kabisa, hadi matatizo yanayosababisha ushindwe kufanya kazi vizuri. Huu ni mfumo pendwa na madereva wengi, ingawa wachache hupenda automatic transmission. Moja, manual transmission ni nini? Ni mfumo wa kubadilisha gia kwa mkono unaodhibiti namna nguvu kutoka kwenye injini inavyofika kwenye magurudumu. Lengo kuu ni kuongeza nguvu, torque au kasi, speed, kulingana na hali ya barabara. Mbili, muundo wa ndani, internal structure. Ndani ya gearbox kuna sehemu hizi muhimu kabisa. Moja, input shaft, inapokea mzunguko kutoka kwenye injini kupitia clutch. Mbili, counter shaft, lay shaft, ina gia nyingi zilizounganishwa moja kwa moja. Tatu, output shaft, inapeleka nguvu kwenda kwenye differential na magurudumu. Nne, gear sets, magia. Kila gia ina ukubwa tofauti na ndio hubadilisha nguvu au kasi. Tano, synchronizers, hufanya gia ziingie laini bila kusaga. Sita, bearings, hupunguza msuguano wa shafts. Tatu, jinsi mfumo unavyofanya kazi, detailed flow. Hatua ya moja, injini inazunguka. Injini inazalisha mzunguko, RPM. Hatua ya mbili, clutch inadhibiti nguvu. Ukikanyaga clutch, nguvu inakatika. Ukiachia, nguvu inaingia kwenye gearbox. Hatua ya tatu, input shaft inaanza kuzunguka, nguvu inaingia rasmi ndani ya gearbox. Hatua ya nne, counter shaft inapokea nguvu. Gia zote zinaanza kuzunguka tayari kwa kuchaguliwa. Hatua ya tano, unachagua gia. Gear lever inaamsha synchronizer, ambayo inaunganisha gia husika na output shaft. Hatua ya sita, nguvu inaenda kwenye magurudumu. Output shaft inatuma nguvu kwenda kwenye differential, kisha axles, na mwisho kwenye matairi. Vitu vikiharibika, mfumo haufanyi kazi vizuri. Hapa ndipo muhimu zaidi kuzingatia. Moja, clutch kuisha, clutch plate worn out. Dalili, gari halivuti, RPM inapanda bila kuongeza speed, au harufu ya kuchoma. Sababu, kutumia half clutch sana na msuguano mkubwa. Mbili, synchronizer kuharibika. Dalili, gia inaingia kwa kusaga, kerora, au ni ngumu kubadili gia. Sababu, oili mbaya au uchovu wa muda mrefu. Tatu, oili kupungua au kuwa chafu. Dalili, sauti ya kugugumia, gia kuwa nzito na joto kuongezeka. Sababu, kuvuja kwa oil leak au kutobadilisha oil kwa muda mrefu. Nne, gear teeth kuvunjika. Dalili, gia kuruka yenyewe au sauti kali ndani ya gearbox. Sababu, mshtuko mkubwa, shock load, na kuendesha vibaya. Tano, bearings kuharibika. Dalili, sauti ya whining au mtetemo. Sababu, oili kidogo au uchakavu wa kawaida. Sita, clutch system failure, hydraulic. Dalili, pedo kuwa laini sana au ngumu na clutch kutokata. Sababu, master/slave cylinder kuvuja au hewa kuingia kwenye mfumo. Saba, linkage au gear lever problem. Dalili, gia haipatikani vizuri au lever inakuwa legelege, loose. Nne, makosa ya madereva. Haya ndiyo yanaua gearbox yako haraka. Kubadili gia bila kukanyaga clutch kikamilifu. Kushikilia clutch nusu, half clutch, mara kwa mara. Kuweka gia kubwa ukiwa kwenye kasi ndogo sana. Kurusha clutch ghafla, dumping clutch. Kubeba mzigo mkubwa bila kutumia gia sahihi. Tano, jinsi ya kutunza mfumo. Badilisha oil ya gearbox kwa wakati. Tumia clutch vizuri, kanyaga mpaka mwisho. Usikanyage clutch bila sababu ya msingi. Sikiliza sauti ngeni na uzishughulikie mapema. Tumia gia sahihi kulingana na mazingira na kasi. Mwisho, manual transmission ni imara sana na inadumu muda mrefu ikipata matengenezo na matumizi sahihi. Ukifanya makosa madogo tu ya uendeshaji, unaweza kuharibu gearbox nzima. Endelea kufuatilia elimu za magari mbalimbali na Mfilinge On. Pia usisahau kutembelea YouTube channel ya Garage Magari TV, subscribe na ushare.
Uwe na siku njema mpendwa.